Watu tulio wengi, nimetumia neno tulio wengi kwa sababu mimi pia nilikuwa miongoni mwao. Nilihisi pengine hii battle ya wimbo wa Happy wa kwake Diamond Platnumz pamoja na finale ya kwake Bien na Alikiba ingeweza kuwa battle ya muda mfupi tu, na kuna mtu nilihisi anaweza akawa amechakaa within a short period of time. Nilihisi kabisa finale hii ya kwake Bien na Alikiba haiwezi ikahimili vishindo vya uzito wa ile ngoma. Na izungumzia ngoma ya Happy kutokana na ukubwa wake, kutokana na the way ambavyo nilikuwa nahisi ni international song. So nilikuwa nahisi na ndo iko hivyo. Ile ngoma ni ngoma ambayo ni international song, sio? So nilihisi pengine bato yake inaweza ikachukua muda mfupi tu, alafu kuna mtu angekuwa amekwisha chakaa within a short period of time, lakini haijawa hivyo. To be honest, nimekuwa surprised. Mimi pia ni miongoni mwa watu ambao nimekuwa surprised na hiki ambacho kinafanywa hasa na wimbo wa finale. Sikutegemea kama unaweza ukatoa challenge namna hii kwa ngoma hii ya kwake Diamond Platnumz. Kwa hapa nchini Tanzania, kwenye upande wa YouTube, ukienda kwenye ile YouTube trending tab kwa hapa nchini Tanzania, utakuta nafasi ya kwanza inashika Happy ya kwake Diamond Platnumz. Nafasi ya pili utakuta inashika finale ya kwake Bien pamoja na Alikiba. Nafasi ya tatu kuna mtu amejoin katika hii vita, namzungumzia Harmonize. Nilimfananisha na rais wa North Korea Kim Jong Un. Kwa alikuwa anaitamani sana hii vita na ikadumbukia humo. So nafasi ya tatu ni Wewe ya kwake Harmonize. Sasa shida ni kwamba kwenye upande wa platforms nyingine huko, pamoja na ukienda YouTube pia kwa upande wa Kenya, hii Wewe ya kwake Harmonize haipo kabisa kwenye ile ngoma tatu za juu, haibato hapo. Nafasi ya kwanza kama hautaikuta finali ya Bien na Alikiba, utakuta nafasi ya pili Happy ya Diamond Platnumz. Zinabadilishana, moja ya kwanza, moja ya pili, ya tatu huikuti tena hii Wewe ya kwake Harmonize. So unaweza ukasema ni kama kavamia hivi mtumbwi wa vimbwengo. Kwa hiyo yeye kwa hapa Tanzania tu Harmonize ndo yuko nafasi ya tatu, anaonesha upinzani. Ukienda Kenya upande wa YouTube utakuta finale ya kwake Bien na Alikiba ndo inashika nafasi ya kwanza, alafu Happy ya kwake Diamond Platnumz. Hivi ni Happy au Happy? Ni pronunciation tu. So Happy ya kwake Diamond Platnumz utakuta nafasi ya pili. Nafasi ya tatu kuna Kale Kawoga ya kwake Major Gang. So hautaikuta ile Wewe ya kwake Harmonize. So nafasi ya tatu ni nyingine kabisa, ila utakuta finali Happy. Upande wa Kenya tunahisi pengine kwa sababu si unajua Bien Mkenya, so huenda anapata support kubwa ya Wakenya wenzake. Ila sasa kilichonishangaza Spotify, sio Spotify kumradhi, Tanzania Apple Music. Kwa upande wa Apple Music hapa nchini Tanzania, nafasi ya kwanza ni Bien na Alikiba finale. Hii ni Apple Music hapa nchini Tanzania. Hii ndio imenishtua. Alafu nafasi ya pili ndo Happy ya kwake Diamond Platnumz. So unaweza kuona challenge ambayo hii ngoma ya finale imeitoa kwa Happy ya kwake Diamond Platnumz. Kiukweli mimi nimekuwa surprised. Sikutegemea kitu kama hiki. Kutokana na ukubwa au na nguvu ambayo Diamond Platnumz yuko nayo, nilihisi pengine hii battle ingechukua muda mfupi tu, alafu kuna mtu angekuwa amekwisha chakaa. Lakini kinachonishangaza ni hiki. So ukienda kwenye platforms nyingine, mfano ni hii ya Apple Music Tanzania, utakuta finale ndio inashika nafasi ya kwanza ya Bien, alafu Happy ya kwake Diamond Platnumz ya pili. Hii ni Tanzania. Twende Kenya. Kenya jamani, Bien finale inashika nafasi ya kwanza. Alafu Diamond yuko nafasi ya pili. Na maanisha ile Happy ya kwake Diamond Platnumz haiko hata nafasi ya pili. Hiyo ni Kenya. So unaweza kugundua kuna namna kaka ngoma kama ipa challenge kweli kweli Happy ya kwake Diamond. Kuna hizi Audiomack, right? Audiomack kwa upande wa Tanzania utakuta Bien anashika nafasi ya kwanza kupitia wimbo wake wa finale. Nafasi ya pili inashika Happy ya kwake Diamond Platnumz. Hiyo ni upande wa Audiomack Tanzania. Nafasi ya tatu Koslav, nafasi ya 4 Diamond tena. Kwa unaweza ukaona, lakini Harmonize hayupo. Kwa hiyo battle la Harmonize limeishia hapa Tanzania upande wa YouTube tu. Alafu na Kenya ukienda, Bien anashika nafasi ya kwanza akiwa na Alikiba finali tena. Nafasi ya pili Happy ya kwake Diamond Platnumz. Hapo ni Audiomack jamani.
Hizi ni data za Audiomack. So jamani, unaweza ukaona kuna namna hii ngoma imetoa challenge ambayo mimi sikuitaraji. YouTube Tanzania, sio YouTube kumradhi. Hii ni Boomplay Tanzania. Happy ya kwake Diamond Platnumz inashika nafasi ya kwanza, finali ya kwake Bien na Alikiba inashika nafasi ya pili. Kwa unaweza kuona kuna battle ya ni finali na Happy. Finali na Happy. Wewe ya kwake Harmonize ni kama bado haijachanganyia, sijui, ngoja tuipe muda. Mimi nilitamani kuona kila sehemu, kila platform ambayo unagusa nikute ni Happy, finali, wewe Harmonize. Nikute hilo battle pachangamke vizuri. Kwa hiyo kuna namna kama ile wewe ya kwake Harmonize still bado haijawa na kasi ya kushindana na hizi. Kwa upande wa namba za Happy ya kwake Diamond Platnumz ni kubwa zaidi. Unaweza ukaona upande wa YouTube ina 4.1 million, hizo ni views kwa upande wa YouTube. Huku ile ya kwake Alikiba na Bien ikiwa na kama 2 something hivi views, huko ni in term of YouTube. Kwa unaweza ukaona namna ambavyo hii finale ya kwake Bien pamoja na Alikiba inavyoipa challenge hii Happy ya kwake Diamond Platnumz. Kama nilivyotangulia kukuambia hapo awali kwamba mimi hili battle kiukweli nilihisi pengine linaweza kuchukua muda mfupi tu, na mchezo kwa umeisha, kila mtu akawa anaijua tayari position yake. Lakini mambo hayajawa hivyo. Ni kama vita ya Iran pamoja na Marekani na Israel. Watu tulihisi pengine within ndani ya muda mfupi tu basi mambo yanaweza yakakwisha, lakini haijawa hivyo. So nimekupa mrejesho wa kile ambacho kinaendelea katika hizo digital platforms. Huo ni mrejesho. Nitakupa mrejesho pia baada ya kama siku moja hivi au mbili, tujue yupi ni yupi, nani ni nani, na wimbo gani hasa umefanya vizuri zaidi kati ya nyimbo hizo mbili, kama si tatu, kama ya Harmonize pia ikichanganyia. Maana lazima ichanganyie iendane na kasi au speedi ya nyimbo nyingine. Maoni yako ni yapi? Niachie maoni yako hapo chini kwenye sehemu ya comment section. Majina yangu mimi naitwa Mido Simba. Bye bye till the next time.